mfalme, falme, Bwana wa uzima. Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Oh, Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Baba ni mfalme, Bwana wa uzima. Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Yesu ni mfalme wetu, Bwana wa uzima wetu. Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Jemeda ni mfalme wetu, Bwana wa uzima wetu. Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Bwana ni mfalme, Bwana wa uzima. Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Wa uzima, Wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa uzima, milele, wa uzima, wa milele, wa uzima, wa uzima, milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa wa uzima, milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, Baba 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 wa uzima, wa uzima, wa uzima. Hallelujah, hallelujah. Cheza mbele za Bwana, cheza mbele za Bwana. Sijaona watu kama wako mahali hapa wanamsifu Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Kama una kitambaa una kanga, vivione vikipepea juu namna hii. Wa uzima, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, Baba wa uzima, wa uzima. Bado sijaona kama watu wako hapa. Twende, twende, weka juu kitambaa, weka juu, 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 juu. Baba wa uzima, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa milele, wa uzima, wa milele, Baba wa uzima, wa uzima, 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 Baba wa uzima, wa uzima,
Hebu mwambie jirani yako, mbona uchezi? Una shida gani? Hebu mwambie una shida gani? Mbinguni, mbinguni. Unajua wimbo? Nyie mtasema kule mbinguni. Tunge mbinguni tutamuona Elia kule mbinguni. Kwa tayari Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Mbinguni, mbinguni. Kule mbinguni. Mbinguni, mbinguni. Kule mbinguni. Mbinguni kwa Baba yetu mbinguni. Kule mbinguni. Tutaruka kama tai mbinguni. Kule mbinguni. Mbinguni kwa Mungu wetu mbinguni. Kule mbinguni. Mbinguni tutamuona Elia. Kule mbinguni. Mbinguni tutamuona Elia. Kule mbinguni. Mbinguni kwa Baba yetu mbinguni. Kule mbinguni. Mbinguni kwa Mungu wetu mbinguni. Kule mbinguni. Tukifika tutaringa mbinguni. Kule mbinguni. Tukifika twafurahi mbinguni. Kule mbinguni. Mbinguni tutamuona Elia. Kule mbinguni. Mbinguni tutamuona Isaka. Kule mbinguni. Mbinguni tutamuona Ibrahim. Kule mbinguni. Mbinguni tutamuona na Musa. Kule Mbinguni tutamuona Pastor Mabuda. Mbinguni, mbinguni. Kule mbinguni. Mbinguni, mbinguni. Kule Kule mbinguni. 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 Hakule mbinguni. Hakule mbinguni. Kule mbinguni. Kule mbinguni. Tutaruka kama tai. Tutamwimba Bwana. Tutamsifu Bwana. Tutamwinua Bwana. Kule mbinguni. Kule mbinguni. Hakule mbinguni. Kule mbinguni. Tutaruka kama tai. Kule mbinguni. Kule mbinguni. Hakule mbinguni. Hatutachoka kusifu. Kule mbinguni. Kule mbinguni. Kule mbinguni. Tutamuona Elia. Tutamuona Isaka. Tutamuona Musa. Tutamuona Ibrahim. Tutamuona mtume. Kule mbinguni. 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 Hakule mbinguni. Hatutachoka imba. Kule mbinguni. Tutamsifu Bwana. Kule mbinguni. Tutapata amani. Kule mbinguni. Kule mbinguni. Hakule mbinguni. Kule mbinguni. Kule mbinguni. Kule mbinguni. Kule mbinguni. Tutaimba kwa kuringa. Kule mbinguni. Kutakuwa na furaha. Kule mbinguni. Kuna amani nyingi. Kule mbinguni. 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 Haleluya. Wapi watu mahali hapa? Sijaona watu mahali hapa. Ruka juu. Haju. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Sijaona watu wote. Sijaona watu
Weka kitambaa juu. Kitambaa juu. Pombe. Shuka chini, chini tena, shuka chini, chini tena, shuka chini, chini tena, shuka chini, chini tena. Watu hawashuki, ruka, shuka, ruweru, ruweyesuru, ruweru, ruweyesuru, ruweru, ruweyesuru. Yesu anaweza. Yesu anatosha. Yesu anaweza. Yesu anatosha. Yesu anaweza. Yesu anatosha. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, sasa ina. Pepea. 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 Oh, sasa. Peperusha. Yes. Weka mikono yako juu. Inua tu mikono juu. Wewe ni sababu ya maisha yetu. Wewe ni sababu ya uzima wetu. Unastahili abudiwa. Unastahili. Wewe ni sababu ya maisha yetu.
wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, wewe ni sababu, wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. wewe ni sababu, Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. wewe ni sababu, Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. wewe ni sababu, Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. wewe ni sababu ya afya yangu, wewe ni sababu ya tembea yangu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya ongea yangu, wewe ni sababu ya afya yangu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu, Wewe ni sababu ya maisha abudu yetu, Bwana. wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu, Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. wewe ni sababu ya tembea yangu, wewe ni sababu ya maisha yangu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya kuketi kwangu, wewe ni sababu ya tembea yangu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu, Wewe ni sababu ya maisha Bwana. wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu yangu, Wewe ni sababu ya maisha yetu, Bwana. wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa,
sababu, wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. wewe ni sababu, Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, wewe sababu yetu, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. ni nani kama wewe, Unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Mungu mwenye nguvu, Unastahili kuabudiwa, Bwana, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Bwana wa huruma, Unastahili kuabudiwa, Bwana, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. hakuna kama wewe, Unastahili kuabudiwa, tuko mbele zako, unastahili wewe, hatuna mwingine, unastahili kuabudiwa, unastahili. unastahili Baba, Unastahili kuabudiwa, Bwana, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Mungu mwenye nguvu, Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Baba mwenye upendo, Unastahili, ili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Baba yetu mwema, Unastahili kuabudiwa, Bwana, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili. ni Mungu mwenye nguvu, Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Riko sheketa, Rosha, Baba shenda rabasi, Rabba
kanda ori raba kunda bakaya iraba sakaria kanda kota iraba sakaria kanda bakaya iraba sakaria kanda kota ori raba baba kanda raba sakaria kanda aribo koria kanda sakaria kanda robo kunda saka iraba baba kanda irasikiria kanda raba sakaria kanda iraba sikiria kanda kota raba baba kanda sakaria kanda raba siki. Sante baba yangu, sante baba yangu, sante baba yangu, sante baba yangu, sante mtakatifu Mungu, Mungu tamalaki tukuka, niraba sakaria kanda, sante baba yangu, sante Mungu wangu, tamalaki onekana, kajifunue mtakatifu, wewe Bwana uliye hai, wewe Bwana uliyejaa nguvu, uliyejaa uweza mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Sante Bwana Yesu, sante Bwana Yesu, sante mtakatifu Baba, katika jina la Yesu Kristo, niraba sakaria kanda. Katika jina la Yesu. Asante Mungu wangu na kushukuru. Katika jina la Yesu. Amina. Wabaki watoto. Tuimbe namba tenzi 129 tenzi praise team 129. Karibu na wewe.
nikusifu. Mashakani, mashakani, niwe karibu, karibu na wewe, karibu, karibu zaidi, Mungu wangu. Mashakani, mashakani, niwe karibu, karibu na wewe, karibu, karibu zaidi, Mungu wangu. Baba yangu, Baba yangu, zikikoma, zikikoma hapa, siku zangu, siku zangu, na nyumbani mwa juu, Baba yangu, Baba yangu, zikikoma hapa, zikikoma hapa, hizi siku zangu, siku zangu, kwa furaha
mtakatifu Mungu wetu. Wewe ni Bwana uliye hai. Wewe ni Bwana uliyejaa upendo. Asante Bwana. Robo kontasika. Rabakanda rabakaya rabasika. Kontaribo koria kanda rabakaya. Ribo siria kanda rabasika. Baba yangu ninakupenda sana Mungu wangu. Sokoria kanda rabakaya. Ribo sikiria kanda. Sakaria kaya. Witaji Bwana. Witaji Bwana. Mungu wangu Roho Mtakatifu. Onekana mchana wa leo. Sema na sisi mahali hapa. Kanitumie kwa utukufu wako kama chombo kiteule, kikali chenye meno cha kupuria Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Sema na nafsi yangu, roho na mwili wangu. Sema na mama huyu, baba huyu, binti huyu, kijana huyu. Sema na mzee mahali hapa. Sema nasi Bwana Mungu uliye hai kwa mafunuo makuu ya utukufu wako. Sema nasi Bwana. Asante Baba. Asante Mungu wangu. Fungua fahamu na akili zetu Baba Mungu mtakatifu. Tambue Baba Mungu nakuya maandiko yako mtakatifu ya Bwana mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu na kutukuza. Maana Mungu natenda, Mungu nafanya kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wetu. Amen. Amina. Praise Mungu awabariki. Tazungumza, tasoma. Amina. Tazungumza alafu tasoma maandiko tutamaliza. Bwana asifiwe sana. Nini ambacho tazungumza leo? Tatuangalie madhara ya kutosimama katika zamu yako. Madhara ambayo yanaweza kupata kama hutasimama katika zamu ya kwako, zamu yako. Kila mtu ambaye amemwamini Kristo Yesu analo jukumu ambalo Mungu amempatia, na jukumu hilo linamfanya aweze kusimama sehemu yake, kwenye zamu yake. Kuna wale ambao Mungu amewapatia nafasi, zamu zao za kusimama kwenye kanisa mahali popote pale. Mwingine labda alikuomba, zamu yake yeye kuomba. Unajua mara nyingi tunajipangia kwamba mimi nitakuwa naamka saa 6 mpaka saa 8 kuomba. Hiyo ni zamu yako. Fahamu kwamba Mungu ametia hiyo kwako, sio kwa bahati mbaya. Kila wazo nyuma yake kuna roho. Kila wazo. Kwa hiyo Mungu anapotia hilo wazo kwako, ni maana ametia zamu ya kwako wewe kwa muda huo. Alafu mwingine saa 7 mpaka saa 9. Mwingine saa 9 mpaka saa 11. Mwingine 11 mpaka 12. Mwingine muda wake wa kuomba ni saa 1 mpaka saa 4. Yaani Mungu ametia zamu kwake. Bwana asifiwe sana. Kwa kama Mkristo, kila mmoja ana zamu. Na Biblia inasema hivi, anasema sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Ni viungo katika mwili wa Kristo. Kila kiungo kina zamu ya kwake kwa wakati wake. Kuna muda ambao utakaa chini, utaanza kula. Na hiyo historia napenda sana kuisoma, kuizungumziaga masuala ya viungo. Viungo walimgomea tumbo. Nafahamu kwamba tumbo wewe ni mvivu. Wewe unapokea tu. Hamna kazi ambayo unafanya. Na kwa hiyo ukiangalia anapokea tu. Mikono anachukua na kata, anatia mdomoni, mimi natafuna, ulimi nageuza.
mafuta yanalainisha, alafu na meza tumboni, vinakaa tu, alafu vinaharibishwa, vinatolewa, vimeingia visafi, wanavitoa vichafu. Tumbo kaanza kulalamikiwa. Mungu asaidie sana. Lakini kila kiungo kina zamu yake ya kufanya kazi yake. Kwa viungo vikagomesha kwamba haiwezekani tumbo tumpelekee, ananenepa tu, hazikuwa mkubwa tu, haiwezekani. Ilipogoma kumpatia tumbo kitu kwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kila kiungo kililegea. Macho kagoma kufunguka, miguu ikalegea, vile vile mikono wakalegea na wao, sababu tu waligoma kumpatia tumbo kitu, maana ni mvivu. Baadaye tumbo aliwauliza, ndugu zangu, vipi, mbona hivi? Hauna isikia mzaifu, miguu nalalamika, sikia nimelegea, nimechoka. Vipi? Mlisema mimi ni mvivu, sifanyi kazi. Kwa tumbo naye ana nafasi yake. Sawa namtupia tumboni, kumbe yeye anasambaza nguvu kwa kila kiungo. Ana zamu yake. Walipogoma kufanya zamu zao, mwili mzima ulilegea. Mungu asaidie sana. Sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Madhara ya kutokufanya zamu yako nini? Basi kitakupata. Wale ambao tulikuwa Ijumaa mahali hapa tunakumbuka. Hebu tusome Warumi. Tusome pale Warumi 12, tusome habari ya viungo. Warumi 12 ule mstari wa 4 na 5. Alafu baadaye tutaendelea. Leo tunazungumza tu. Tutazungumza, hatuna mstari mingi ya kusoma. Unajua kwa nashangaa, kwa nini mbona kama vile kuna jambo sijafanya? Amina. Nilikuwa nimemwandalia jamaa karatasi yake alafu nikasahau kumpatia. Pole. So mengi. Amina. Warumi 12 ule mstari wa 4 na mpaka wa 5. Tutasoma pale. Biblia inasema hivi: kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Bwana asifiwe sana. Na viungo kila mmoja kwa nani? Kwa mwenzake. Kwa hiyo usipofanya zamu yako sawa sawa, basi kuna mmoja mwenzako utamuumiza. Ijumaa tulimwangalia mtu mmoja kwenye Biblia. Na leo pia tutamwangalia. Tulimwangalia Daudi. Wale ambao Ijumaa walikuwepo wanafaidi, sababu kwa kama vile marudio fulani. Lakini wewe ambaye Ijumaa ukwepo, tafadhali naomba sikiliza. Tunafahamu Daudi alikuwa ni mfalme ambaye Mungu alimpenda sana. Anasema na moyo wa Mungu, na moyo wa Mungu, moyo ujaa toba na unyenyekevu. Daudi. Kipindi kile wafalme walikuwa na tabia, kila mwanzo wa mwaka huwa wanakwenda vitani. Wafalme wote. Anasimama katika zamu yake kama mfalme na watu wake wanakwenda vitani. Kule vitani wanapigana, wanateka, wanachukua. Sasa hiyo habari tunaipata wapi? Tunaipata kwenye kitabu cha Samueli wa pili
sura ya 11. Samueli wa pili sura ya 11. Pale mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ijumaa ilikuwa kwanza mpaka wa pili, si ndio? Lakini leo wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema hivi, anasema hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani. Sikia tena. Nasoma hapo. Anasema hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amoni, wakausulu Raba. Lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba lake jumba la mfalme. Akamwona, alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke anaoga, naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Na Daudi akampeleka, akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, je, huyu si Betsheba binti Eliamu, mkewe Uria Mwiti? Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtoa, naye akaingia kwake, naye akalala naye. Maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Mungu asaidie sana. Daudi ni mfalme, na wafalme kila mwanzo wa mwaka wanakwenda vitani. Lakini Daudi yeye alibakia kwenye jumba lake la kifalme, hakusimama katika zamu yake. Nikawaambia hivi Jumaa kwamba usipofanya kwako utafanya kwao. Sawa? Usipopenda kufanya kwako, basi watakuchukua naye, watakufuata, alafu watakutumia kwa ya kwao. Daudi ilikuwa aende vitani, yeye akwenda, alibakia nyumbani. Akiwa nyumbani, huyu mwingine alimuona. Ujue vita ni sehemu ya utumishi wa Daudi. Mungu aliridhia yeye pia na vita. Ndio maana Sauli alipoambiwa kwamba nenda kaue kuanzia mkubwa mpaka mdogo, mpaka siku moja wote waue, alipoacha baadhi ya watu, Mungu alichukia, akamtoa kwenye ufalme Sauli. Lakini Daudi yeye kwa mtu wa vita. Kwa hiyo sawa amekaa nyumbani kwamba asende vitani, ilikuwa kwamba amekaa kinyume na zamu yake. Shetani aliliona hilo, pale pale akachukua nafasi, sema katika pozi, ampatia kazi. Usipofanya ya kwako utafanya ya kwao. Kwa hiyo Daudi alipogoma kufanya ya kwake, majukumu yake, shetani alimpatia ya kwake. Tunazungumza. Bwana asifiwe sana. Nini tunajifunza kwenye habari? Kwa nini habari hii iandikwe kwenye Biblia? Kwa nini? Nini tunafundishwa? Kumbe kama Mkristo, kama kiungo katika mwili wa Kristo, ninalo jukumu. Na nisipofanya jukumu langu katika zamu yangu, kuna hasara. Daudi hasara ilimkuta. Wakristo wengi leo tunaingia kanisani Jumapili, wengi sana, wengi ni Jumapili tu.
Tuna visingizio vingi sana kwamba mimi. Hebu jiulize, hiyo ambayo unaitoa kisingizio chako, je, mbele za Mungu kina mashiko? Kina mashiko? Mungu asaidie sana. Daudi aligoma kwenda vitani. Sio ni goma, aliamua, yeye ni mfalme, anaamua tu kwamba nenda Moabu badala yangu. Na kweli Moabu alienda, alishinda vita. Kama mimi leo mchungaji niamue kwamba mzee nenda pale kasimame kafundishe, alafu nakaa nyumbani. Fahamu kitu kimoja, kwa tendo hilo basi nampatia nafasi adui. Lazima atanitumia kwa sehemu nyingine. Lazima. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Usipofanya ya Bwana, basi shetani atafanya kwako mambo. Utafanya shetani. Utashangaa tu umekaa nyumbani pale, alafu naanza umbea mara ugomvi. Lakini sosi kwa sababu tu ulitakiwa mahali fulani sehemu husika ukwepo. Ni mara ngapi tumeharibu kwa sababu tu sijakaa sehemu yangu? Ni mara ngapi? Na muda mwingine unasema, Mungu mbona sifanikiwi? Waislamu wanasali wao mara 5 kwa siku. Na wafanya biashara. Kweli uongo? Kenda mchana kule kwao saa 7 mchana maduka yamefungwa. Yamefungwa. Wameenda wapi? Kusali kwa Mungu wao. Alafu wanarudi wanafungua. Na muda mwingine tunakaa tunasubiria. Tunasubiria warudi wafungue tuingie dukani. Lakini si wa Kristo sio. Hasa tuliokoka. Jana juzi Ijumaa, kuna mtu mmoja ananiambia, hebu angalia wenzetu hapo jirani. Mpaka saa 1 kasoro wako pale unaimba. Lakini sema tumeokoka. Praise Jumamosi mko ngapi kwa mazoezi? Niko wote? Hapana. Haya, wale ambao kwenye mazoezi wakuja walikuwa wapi? Siwaulize, anasema tu. Wao msinjibu. Mlikuwa wapi? Kila Jumamosi saa 7 mfano mpaka saa 10 wewe unatakiwa wapi? Kwenye mazoezi ya praise, mazoezi ya kwaya. Kila Jumamosi. Usipokwenda wewe ukakaa nyumbani, fahamu kitu kimoja, yuko ambaye atakutumia nafasi. Vile vile kwa Daudi. Daudi ilimpasa awe vitani. Akaa nyumbani. Huo muda ulikuwa uje kwenye mazoezi, ukakaa nyumbani. Nini kitokea? Tafakari. Nini kitokea kwako? Tafakari. Mungu asaidie sana. Praise ni mfano nawazungumzia. Kwaya ni mfano nawazungumzia. Hebu niambie mimi na wewe, Jumatano hii ilikuwa ni vijana. Wengine walikuja, wengine hawakuja. Kaambia hivi, vijana ndio sisi tu. Wengine hawakuja. Alikuwa wapi? Amekaa nyumbani. Anafanya nini? Yupo tu. Kwa kuwa yupo tu, basi yupo kumtumia. Atampatia kazi. Usipofanya ya kwako, utafanya ya kwao. Mungu asaidie sana. Hao ni vijana tu. Wa mama, wa baba. Wa mama Mungu abariki sana.
basi mwitikie mama amina. Mungu awabariki wa mama. Siwategi eti naambia nimaanisha Mungu awabariki. Wengine tego nini? Mungu awabariki kweli. Siwategi. Asilimia kubwa ambao wanataka mara nyingi hapa ibadani ni wa mama. Na wanaume wachache kwa hesabu. Alafu ni wale wale. Sura ni zile zile. Yaani hata nisipoingia kanisani nitasema hivi, niambie mlikuwa wangapi? Baba kadhaa, 3 walikuwa fulani na fulani. Najua ndio hao. Lakini wengine wako wapi? Mungu asaidie sana. Mungu anatupenda. Mungu anatupenda sana. Ndio maana anasema na sisi. Ukihisi kwamba naongea alafu nakugonga moyoni la kwako. Amina. Ukihisi tuizo ila kwangu. Anasema mimi huyu na kwako. Usemi wewe, nazungumza kwa wote. Lakini kwa nini nakugonga wewe na kwako? Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie. Muda umekwisha. Nyakati zimeisha. Muda umekwisha, nyakati zimekwisha. Huwa naongea hivi, ni bora Yesu aje Jumapili kama saizi 6:30. Bora aje muda huo. Hapa wengi tutaingia mbinguni. Tayari tumetubu toka kanisani. Amina. Lakini akija asubuhi kwenye maombi saa 2 hivi, wengine wataachwa. Saa 3 wengine wataachwa. Saa 4 kamili kuna wengine wataachwa. Maana mwingine anavaa ukovu pale mlangoni. Sina tunaongea tu leo. Mungu asaidie sana. Lakini akija Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Mungu asaidie sana. Bwana asifiwe sana. Simama katika zamu yako. Simama kwenye zamu yako. Wewe ni mkono, fanya kama mkono. Wewe ni praise team, basi imba kama utaimba tena. Wewe ni mwanakwaya, basi imba. Wewe ni mwinjilisti, basi hebu ubiri basi kama mwinjilisti. Wewe ni mwalimu, fundisha. Bwana asifiwe sana. Na swali nitamuuliza mzee. Lakini baada ya kuisha. Mzee nitamuuliza baada ya kuisha. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wazee mkae attention. Maswali nawauliza. Bwana asifiwe sana. Amina. Kweli kabisa. Hebu simama kwenye zamu yako. Simama kwenye zamu yako. Simama kwenye zamu yako. Adui asipate nafasi. Muda mwingine naogopa. Na siku moja nilikuwa mahali fulani kwa mbali kufanya kazi. Sema saa hizi tawahi kweli ibada. Kwa Jumatano nakumbuka hiyo siku. Nikampigia simu mtu mmoja wa asili Jumatano. Naambia naomba leo muendelee, nitachelewa. Lakini ile kazi nilisikia maumivu kupita maelezo. Kweli kazi. Ni mchungaji kazi. Tumpende huyu Mungu. Tumpende huyu Mungu. Tumejifunza asubuhi kumshukuru Mungu. Amesema neno moja tu, kwamba kila kitu ambacho unacho fahamu kwamba ni Mungu akakupatia. Kama Mungu ndiye amekupatia, basi mshukuru. Kwa stahili ipi? Fanya ya kwake. Fanya ya kwake. Yaani kuisha shukrani, hebu jitoe basi kwa ajili yake. Jitoe kwa ajili yake. Kuna wengine watoka mbali sana, lakini wanakimbia
kwa ibada. Mwingine ana kazi nyingi sana, lakini anaacha kazi zake zote kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya Bwana tu. Kwa nini? Kwa sababu anampenda huyu Mungu, anampenda huyu Mungu. Lakini mwingine hajali, kweli hajali, yaani Mungu kwake ni ziada, kama jinsi ilivyokuwa pilipili, kwamba iwepo sawa, isipo sawa, nakula chakula. Pilipili haimzuii mtu kula, sio kama chumvi, si ndio? Mtu anamchukua Mungu kama pilipili tu, yaani chenye kunogesha, ajisikii ibadani, haendi, alafu ni Mkristo. Mungu asaidie sana. Fahamu kitu kimoja, usipofanya kwa Bwana utafanya kwa adui, utafanya kwa adui, atakutumia, utafanya kwake. Mungu asaidie sana. Na ukipenda kukaa unakuwa mvivu, na mvivu siku zote huwa anakuwa maskini. Mwingine yupo tu, sasa jua kali bwana, wewe pumzike, kenda Ijumaa, Jumatano hiyo, Ijumaa, sasa wajua kali, baridi leo, si Jumapili ipo. Muda mwingine nzilea mvua, nasema leo ndo kipimo cha wokovu kwa watu. Mvua inanyesha, tope, alafu naangalia kanisani, je, unakuja? Ukimwona mtu kaja, nasema hakika huyu mtu aokoka, hakika huyu mtu kaokoka. Lakini mwingine, yaani unajua kuna wengine ambao yaani mtu yaani yuko pale, sababu tunatafuta sababu tu, amekaa namna hii, akija mgeni tu, afadhali kija mgeni kimoyomoyo, lakini yaani kwenda ibadani kama vile adhabu. Mungu mpende huyu Mungu. Bwana asifiwe sana. Simama kwenye zamu yako, fahamu kwamba kila mmoja ni kiungo katika mwili wa Kristo. Piga picha wewe ni mkono, alafu ndio umezembea namna hiyo. Piga picha wewe ndio macho sasa, alafu umegoma kuona, alafu ni mchana, muda wa kazi. Piga picha na kwaje kwamba mwili umeamka, miguu inataka kutembea ifanye kazi, alafu macho yamegoma kuona. Piga picha. Piga picha uko barabarani, ghafla masikio yameziba. Piga picha. Ndio jinsi vile ilivyo kwenye mwili wa Kristo Yesu, kwamba anakutegemea uwe mahali fulani, alafu haupo kwa huo muda, sababu ya msingi hakuna. Mungu asaidie sana, Mungu asaidie sana. Mungu anatupenda sana, lakini bado hajaacha kukulinda, bado anakupigania. Bado umeongea umbea muda wa ibada, lakini bado anakuepusha. Ambaye unamteta yuko nyuma hapo, alafu asikii vizuri hivyo, unamsema nani hapo? Unamsema nani? Yaani Mungu anaepusha tu sisikike. Mungu asaidie sana. Mungu asaidie. Mungu anatupenda sana. Simama kwenye nafasi yako, muone Mungu wa kwanza kwa kila kitu. Yeye atakupigania, atakushindania. Bwana asifiwe sana. Mungu anawapenda. Tusimame. Baba yangu nakutukuza, asante maana Mungu uko mahali hapa. Unatupenda Bwana, unatupenda Mtakatifu.
natupenda Yesu. Nakuomba Baba yangu Mungu mwema, usikae kimya, kajifunue Bwana, kaseme na sisi, katufundishe zaidi. Maana Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu wetu, wewe ni baba yetu. Tusaidie Baba Mungu kusimama kwenye zamu zetu, maana kuna hasara kubwa sana kutokusimama kwenye zamu zetu. Adui anapata nafasi ya kushambulia. Basi Baba yangu naomba tusaidie, tukasimame sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja, ninabomoa, ninaharibu zile roho mgandamizo katika jina la Yesu Kristo. Hazina nafasi wala uwezo juu yetu. Asante mtakatifu Mungu, asante mtakatifu wa uweza, asante mtakatifu kimbilio. Baba yangu nakutukuza, maana Mungu unatenda, Mungu unafanya kwa utukufu wako. Asante Baba, asante mtakatifu, asante Mungu mwema, kwa jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu. Amina. Amina. Mungu awabariki sana. Nasema kwa nini leo pastor ameongea muda mfupi namna hii? Nataka tu hebu badilika. Amina. Badilika. Leo mruhusu Mungu awe wa kwanza kwako. Amina. Mungu akiwa namba moja, vingine vikifuata vina maana. Lakini mwingine vingine vikifuata baada ya Mungu, kabla ya Mungu, havina maana. Amina. Namba Mungu awe wa kwanza kwako. Kwa kila kitu utamwona Mungu na thamani yake. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu awabariki. Tumefika mwisho. Kama mtu anahitaji maombezi, maombi, karibu tuombe. Mwenye shida yoyote ile, karibu tuombe. Karibu tuombe. Karibu mwingine. Wewe ni Mungu wangu, sina Mungu mwingine isipokuwa wewe. Nakuhitaji Bwana, uwe kinga, uwe ngao, uwe msaada. Wewe ndio pekee Bwana uliye hai, mtetezi wangu. Asante Bwana Yesu, maana leo hii utafanya kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu. Amina. Baba yangu nakutukuza, maana Mungu unatenda. Asante kwa ajili ya mjoli wako. Ametambua kwamba kwako pekee ndio kimbilio, kuna uweza na nguvu. Asante Baba, katika jina la Yesu Kristo. Kamtunze, kampiganie, kamshindanie kila roho ambazo Baba zinasema kimena yeye, na zivunje na kuzibomoa na kuziharibu katika jina la Yesu Kristo. Hazina uwezo wala mamlaka juu yake. Mpiganie Baba yangu, mshindanie Mungu mkuu uliye hai. Kajidhihirishe kwamba wewe ni Mungu wake katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, asante mtakatifu. Navunja na bomoa na haribu mipango yote ya adui, kila ila za adui na bomoa na kuziharibu kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba Mungu mtakatifu, wewe uliye mtetezi uliye hai. Simama mpiganie, mtetee kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu. Amen. Amen. Nakutukuza Mungu sababu wewe ni mwema. Asante kwa uzima. Asante kwa uzima. Asante kwa uzima. Asante kwa uzima. Asante kwa uzima katika jina la Yesu Kristo. Kila mateso, magonjwa, maumivu, kila uonezo wa yule adui na upige na kuumua ndani yake, toka, achia milio katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu namkomboa na mtakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Baba yangu, kawe mlinzi kwake, kawe afya na uzima katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa uzima. Asante Bwana kwa uzima. Asante Bwana kwa uzima. Asante Bwana kwa uzima
katika jina la Yesu. Amen. Asante Yesu. Sema Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wangu uniponyaye. Asante Bwana Yesu kwa sababu msalabani ulipigwa ili mimi nipone. Damu yako takatifu ilimwagika ili kulipa kila aina ya deni juu yangu, kwa jina la Yesu. Amen. Asante Bwana. Nakushukuru Mungu mtakatifu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Raba sakakanda sika robo kori kanda bakaya raba sikiria kanda kontaria kanda wasiki, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Biraba sakaria kanda raba sikiri bokonta raba kanda sakakaya, katika jina la Yesu. Robo konta koria kanda, katika jina la Yesu. Robo sikaria kanda sakaria kanda, kwa jina la Yesu. Navunja 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 na ngoa, navunja na ngoa, nabomoa na kuharibu, navunja na ngoa, nabomoa na haribu, navunja na ngoa, katika jina la Yesu Kristo. Yale maumivu sikia, toka ndani yake, toka ndani yake, kwa jina la Yesu Kristo. Toka, achia mwili wake, toka, achia mgongo wake, toka, achia tumbo lake, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninang'oa, ninang'oa kwa jina la Yesu. Robo konta sikalia kanda raba kanda sakakaya robo sikilia kanda, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Robo konta sikalia kanda sakalia kaya, ngoka 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 ngoka, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Bwana. Kushukuru katika jina la Yesu. Maumivu ya mgongo kukaza, toka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Basi tumefika mwisho kwa siku ya leo. Tusimame. Baba yangu nakutukuza, nasema asante kwa kila mmoja mahali hapa. Naomba ulinzi wako juu yao, kawatunze, kawalinde, kawapiganie. Mungu wangu ye Bwana, kawabariki. Bariki kazi ya mikono yao, biashara zao, afya zao, nyumba zao, mali zao. Zibariki ye Bwana, kuziongeza kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila ila za kuzimu, mipango ya adui, haina uwezo na mamlaka juu yao, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, nakushukuru. Asante mtakatifu Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wetu. Amina. Amina. Mungu awabariki sana. Twende na amani ya Bwana.